Kana kutibu ni ngumu sababu ni gharama kubwa na sisi hatuna hizo pesa. Kwa hiyo sasa hivi tunaona kwamba njia rahisi ni kujitahidi kuambia watu waweze kuepuka kupata ya magonjwa na kuanzisha utaratibu wa kufanya check-up za afya zao ili waweze kujijua status zao zikoje, ili hata kama magonjwa ndio yameanza kuwanyemelea, kwa sababu magonjwa hayana dalili. Kwa hiyo watu wakianza kujua katika stage ya mwanzo inakuwa rahisi kupona kuliko magonjwa yakiwa yamefika kwenye critical condition, ile hali ambayo inakuwa mtu hawezi kupona tena na vitu vingine kama hivyo. Ulivyoianzisha Professor Jay Foundation, labda mpaka sasa hivi mafanikio yanaonekana kama vipi? Mafanikio ni makubwa. Sasa hivi tumefikia watu karibu 1000, lakini mpaka sasa tumeandikisha watu 1600. Sasa na ili kuweza kuwatibia watu kufanya dialysis tu ambayo tulikuwa tunafanya mwanzo, tunatakiwa tuwe na bilioni 10, kitu ambacho sio rahisi kwa taasisi bilioni 10. Kwa hiyo sio rahisi kwa taasisi zinazoanza kama Professor Jay Foundation kuweza kupata hizo fedha, na wadau wamekuwa wazito sana kwenye magonjwa yasiyoweza kuambukizwa. Umemsikia Gladys Malisa anasema magonjwa yanayoambukiza yanakuwa weird sana kuliko magonjwa yasiyoambukiza. Watu wengi hawaweki hela kwenye magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo watu wanakuwa maskini, watu wanafilisika na watu wengi wanakufa. Kwa hiyo tukaona tumie nguvu nyingi kutoa elimu, na hii tumeanzisha hii leo ni mwanzo, lakini nia yetu ni kufika mikoa yote ya Tanzania kwenda kuwafuata wagonjwa walipo, maana tunatibia wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa hiyo hii ni mwanzo, lakini tutaanza kwenda Arusha, Mwanza, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine huko kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wenzetu. Wanafahamu kwamba Profesa, hili wazo la foundation uliwaza baada ya wewe kuumwa au tangu hujaumwa uliwaza kwamba kuna siku utakuja kuanzisha kitu kama hichi? Mimi nilianzisha foundation tangu mwaka 2009. Na hiyo nilikuwa ni kwamba nimeanzisha foundation na give back kwenye society, kurudisha kwenye jamii, maana Watanzania wamekuwa wakinisupport siku zote za maisha yangu. Tangu naitwa Nigga Jay mpaka Professor Jay wamekuwa karibu na mimi, wananisupport na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilianzisha foundation kwa ajili tu ya kurudisha kwenye jamii, kwenye watu wenye uhitaji kabla sijaumwa. Kwa hiyo foundation tulianzisha mwaka 2009 kabla hata sijawa mbunge. Lakini uongozi uliokuwepo ulikuwa unalegelege, kwa hiyo kama imefifia. Kwa hiyo nilipotoka hospitali mwaka 2023 Disemba ndio tukasema tuizindue tena upya. Nikapata management mpya na watu ambao wako makini kama CEO wangu anaitwa Florian na viongozi wengine mbalimbali, na tumetengeneza bodi nzuri, bodi strong, na pia tunajitahidi kufanya coalition na foundation nyingine kama Jakaya Mrisho Kikwete Foundation, Mo Foundation, GSM Foundation, Mkapa Foundation na watu wengine kama kina GF Foundation na watu wengine kama hao, ili kuweza kuongeza nguvu pamoja ili tuweze kuwasaidia Watanzania, kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwamba yapo magonjwa mengi ambayo yanatesa sana jamii yetu ya Tanzania, lakini unaweza kujiuliza kwa nini Profesa aliamua kuangalia magonjwa haya ambayo unasema kwamba sio ambukiza, sema kwamba kisukari, magonjwa ya figo pamoja na kansa. Kuna kitu gani ambacho ulikiona huko? Haya magonjwa ni gharama kubwa na watu wengi sana wanakufa. Umeona hapa takwimu zinavyoonyesha ni watu karibu 80% ya Watanzania wana magonjwa haya na karibu 40% wanakufa. Ni watu wengi hao. Kwa hiyo unaona, na ni magonjwa ambayo pia hata misaada kutoka nje haiyapi misaada sana. Kuhusu malaria, kuhusu ukimwi, kila mtu anaongelea ukimwi, malaria na vitu vingine kama hivyo. Lakini ya magonjwa yasiyoambukiza kama figo, kansa, kisukari, pressure hayana ni gharama kubwa, alafu hayana usaidizi. Hatuna NGO za kimataifa ambazo zinasaidia magonjwa kama hayo. Kwa sisi tukaona tuendelee kuleta awareness ili watu wajikinge. Ndio maana sasa hivi tumejikita kwenye elimu ili kuona kwamba kutibu itakuwa gharama kubwa, lakini watu wapate awareness kuanzia shuleni, mashuleni, watu wakiona utaratibu lifestyle yao wanayoishi. Unavyokula ndio unavyokuwa. Kama hapa Professor Swai amesema magonjwa ya sukari yanasababishwa na unene pamoja na kutofanya mazoezi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mambo tukiwafundisha watoto wakiwa wadogo wakakuwa nayo ikawa kwenye mental zao, maana yake inakuwa rahisi zao kujikinga kuliko kuja kutibu baadaye. Kwa na sisi tukaona kwamba tuweke mguu hapo ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu haya magonjwa mimi nimeumwa na najua gharama zake zilipokuwa kubwa, zimenifilisi kabisa kwa sababu ya kujitibia na mambo kama haya. Raino mdogo wako akisema kwamba kuna kipindi habari zako mwenyewe kwa unauza. Kama kujitibia. Hali ilikuwa mbaya sana kwa kweli. Hali ilikuwa mbaya na gharama zake ni kubwa sana. Dialysis tu session moja ni 100,000, 300,000 na unafanya mara 3 kwa wiki, maana yake 900,000.
Sasa ukiwa mama ntilia au dereva bodaboda hizo 900,000 huwezi kumudu, na kila mwezi manake 1,2 na 200,000 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni hela nyingi sana kwa Mtanzania wa kawaida kwa kweli. Ndio maana nikaona niwashike mkono na kuleta awareness ili watu wajikinge, na utaratibu wake ukiwahi mapema ukapima, mkiwa na utaratibu wa kupima na kucheki afya yako mara kwa mara, unaweza ukaikuta unayo, lakini iko katika hali ya mwanzo ambayo utapewa vidonge tu utapona. Lakini ikiwa kwenye stage 4 au 5 inakuwa hali mbaya sana na wengi wanapoteza maisha. Tunaelewa kwamba Professor Jay moja kati ya msanii ambaye ni kipenzi cha Watanzania, akizungumzia wasanii wa hip hop wa muda mrefu ambao ni kipenzi cha Watanzania, haijalishi ni wewe ni wa muda gani, yani wa muda gani upo. Sasa hivi kuna kitu ambacho kinaonekana kinawagusa wasanii wengi wa kongwe wa zamani. Umeona baadhi ya wasanii ambao wanaojiwa wakiwa katika wanaonekana kwa kabisa katika matumizi ya madawa ya kulevya, wengine wakiwa katika nazungumzia na pombe pamoja na unga hapo ndani. Pia tabangi pia zinaingia hapo ndani. Kwa nini Profesa hakufikiria labda katika hii foundation au uingizie na hao matatizo ambayo wanapitia wasanii wenzako wa muda mrefu wa kitambo ambao tunaona video zao zinatembea mitandaoni? Tumeona hata juzi Roma pamoja na Madi walikuwa wanamzungumzia mchezaji kama Chief pamoja na Jose Mtambo ambao walifanya vizuri kipindi hicho, kwamba wanyimwe mic. Lakini kuna wengine wanakuambia kwamba wakinyimwa mic watu wataelewa vipi matatizo yao. Sasa Profesa, huwezi kuangalia huko kupitia Professor Jay Foundation, kuangalia na wasanii wenzako wa zamani, kuwatafutia namna ya kupata msaada? Kipaumbele chetu cha kwanza ni afya. Kwa hiyo afya ya akili na vitu vingine kama hivyo vitakuja baadaye, lakini cha kwanza haya magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo yanaua sana watu wengi, majority, na wengi ni maskini na vitu vingine kama hivyo, na ugonjwa uchagui maskini wala tajiri. Kwa hiyo tumejielekeza kwanza huko, lakini bado tunataka tufanye vitu vingi. Tunataka tuingie kwenye sanaa, tunataka tuingie kwenye vitu vingine. Tutaangalia wasanii. Kiukweli hata mimi nimeona hiyo hali kwa kweli wanasikitisha, na watu wanaotumia madawa ya kulevya mengi na wengi, na wana stress wengi, sababu watu wengi kama wamewakataa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo inaleta msongo wa mawazo. Mtu akijiangalia hapo nyuma kidogo alikuwa superstar, akipita watu wanamshangilia, leo anapita watu hata anakuwa kama kuku, anapita tu watu hawampi heshima yoyote. Kwa hiyo inaleta msongo wa mawazo, ndio maana watu wanaingilia kwenye vilevi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo awareness pia tunataka tuifikishe huko, lakini baadaye, baada ya muda, baada ya kumalizana na haya magonjwa, kwanza tuamshe jamii yetu kuhusu magonjwa yasiyoambukiza, baadaye tutaamua kuingia kwenye vitu vingine kama hivyo. Unaunga mkono swala la wakongwe baadhi kunyimwa maiki na waandishi? Siungi mkono, lakini ukweli ni kwamba nyie waandishi pia mnatakiwa muwafuate watu wakiwa wazima. Unajua, unaangalia mtu kwamba ana hali mbaya ni kama unamdhalilisha. Kwa hiyo nadhani kina Madi na Roma walikuwa na maanisha kwamba mwenyime maiki kwa sababu mnaonekana kama mnawadhalilisha hivi. Sababu mtu anaongea vitu havieleweki na unajua kabisa labda afya yake akili haijakaa vizuri, unategemea ataongea nini? Akikupiga kabali itakuwaje mzee? Itakuwa kitu kingine kabisa, na itakutengeneza story juu ya story na vitu vingine kama hivyo. Kwa badala ya kupata msaada anaweza kawa kadhalilika na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa watangazaji pia wanaangalia watu wa kuwahoji na kuangalia mtu gani yuko gani. Kama mtu anaona ana shida, basi aangalie jinsi ya kufanya harambee, tumchangie ili kuweza kumtibia kuliko kwenda kumhoji kana kwamba uelewi kama mtu ana matatizo yake ya afya ya akili na vitu vingine kama hivyo. Kuna mpango wa kuingia kusaidia? Na mpango foundation yetu ni kwa ajili ya jamii, na nilikwambia tangu mwaka 2009 nilianzisha ili kurudisha kwa watu wenye uhitaji. Hawa wasanii pia wanahitaji msaada wetu, kwa hiyo tutawafikia muda utakapofika. Bwana Profesa, shukrani sana. Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante. Chana basi.